Niambie malaya. Mimi niko fit na wewe? Mimi niko vizuri. Shwari kabisa. Yule mpuzi mwenzio vipi? Yuko poa? Na kuona umeisha kweli. Shida nini? Niligongea bibi yako, kwani ulimwekea nini? Acha kufikiria sana, hebu kuja huku. Bibi yangu tena? Mzee kama kuna vitu zingine naweza fanya, lakini mambo ya kuingilia bibi yangu ndani si vitu ambazo zina make sense. Sasa wewe jam, alafu mimi niende niambie bibi yako ukweli. Unajua sijui historia yako na Mwanatumu. So yafikia hapo tena. So umesema ni nini? Ama niende nimwambie ukweli? Zuia mwanaume. Unaelewa tayari yule shemeji yako ni mtu wa kujam. Na wache kuambia watu kwamba wamekonda. Hiyo inakuhusu. Haikuwa inanihusu. Unaelewa mambo yote wanaume lazima wataniane bwana. Niambie sasa, Mwanatumu anasemaje? Mwanatumu unaelewa vitu zenyewe, mtoto yani kajaza kabeba, unaona kishundu nyuma. Amejaza nini ile? Ukiangalia shape yake hata ni kama magunia ya viazi alafu anasema kajaza. Unaacha wanawake wenye wako na hadhi yao. Umbo kama Hurulaini, unaenda unadate na Mwanatumu alafu tunasema sijui eti amejaza. Sasa rafiki yangu inafikia hapo tena. Hata mke wako akijua kwamba unatembea na Mwanatumu, atasikiaje sasa? Nilipenda Mwajuma ukasema sijui ana mategi. Sasa hiyo umeingilia Mwanatumu. Hiyo ni shida yako kwamba unapenda badala uangalie mahali kwenye uko sawa. Wewe unaita chongo kengeza. Mwanangu hata heri kugeza geza lakini kulegeza hiyo nayo siwezi. Ama uko na ile msemo wa wazungu eti beauty lies in the eyes of the beholder. Kama ni mzuri ni mzuri, acha kusema beholder. Hiyo ni ya wazungu, aisha hao. Lakini bana Mwanatumu ni mwanamke mwingine, hawezi kufananisha vitu za ajabu hizi ambao hakuna kitu. Sasa mimi nakwambiaje, usipoenda kumwambia usipoachana na Mwanatumu, mimi nitaambia shemeji yangu ukweli. Shemeji yako tena si aishi hapa tu kakaangu. Utaki? Haujui issue za jokes. Hakuna cha jokes. Mimi nakwambia ile ukweli. Usipoenda kutulia na shemeji yangu, mimi nitamwambia ukweli. Unamshiti na vitu hata vieleweki. Achana nayo bana. Si unaelewa tu Mwanatumu hata nilingonga tikutani. Hata sikumkuwa serious. Hebu angalia hii shepu. Fala kweli. Achana mambo vile vitu zotani mwanangu, achana nazo. Utani. Wewe ni mwanaume. Kama ni utani, acha miende nimwambie shemeji yangu ukweli. Usimwambie naye. Si ni utani? Wewe ni mwanaume bana. Tulia, si ni utani. Kwani ni saa ngapi na huyu mwanaume bado hajafika kwa nyumba? Acha afike atanishangaa. Acha afike, atajua juu. Mama kisha mimi nishafika hili jana. Jambo mke. Si jambo mume wangu. Nenda upike chakula niko njaa. Na mnatangia asubuhi hata uwezi niachia pesa za matumizi. Na mume wangu. Unasemaje mke wangu? Hizi ndizo vitu ambazo unaweza niletea tangia asubuhi. Na mke wangu nimekuja. Unasemaje? Nakuulizaje mademu? Hizi ndizo vitu ambazo umeniletea tangia asubuhi. Wewe akili zako ni pombe tu na fikra za kitoto. Mke wangu, punguza hasira. Hasira za nini? Tangia asubuhi umeniacha na njaa. Sijakuachia pesa. Hujaniachia pesa zozote tangia asubuhi. Relax. Si ni chakula pia. Ama unaona nini ndani? Chakula gani ambayo umeniletea? Chakula gani ambayo umeniletea mademu? Hii ni nini nakuuliza aje? Ni nini ambayo umeniletea? Unga nusu, unga ingine umepeleka wapi? Kutoa na hiyo mboga. Mboga gani ambazo unasema? Mke wangu, punguza hasira. Nipunguza hasira ya nini na tangia asubuhi hujaniachia chochote? Unga ingine ulipeleka wapi? Acha nikwambie. Kama unajua hiyo hali venye iko kwa ground, hata ungetulia nikakwambia mwanzo. Na hata asubuhi huku niachia pesa zozote za matumizi. Unataka ni survive aje mimi kama mke wako? Mke wangu, acha hasira. Anza kupika hii. Tukimaliza hii alafu nitakuelezea venye maisha iko.
Kama ni hivyo, hata sipiki hii chakula, utakipika mwenyewe. Mke wangu, relax. Acha nikuelezee kwenye unga nimepeleka. Nafikiri mke wangu kuna siku nilikwambia kwamba niko na nyumba 2. Ati nyumba 2? Hujawahi niambia kitu kama hicho. Mke wangu, punguza jazba. Chukua simu uende kwa duka. Kwanza alikuwa anakutania. Kwani nakaa serious nikisema hizo vitu? Hebu shika simu mami, nenda chukua unga mwingine tupike tukule. Ni sawa, na siku nyingine ujaribu kunitania, utanishangaa. Hata wanawake wengine hata sijui wako vipi. Wewe nenda tu nunue chakula watu wakule tu. Nampenda kwa ishara naogopa kutamka. Naogopa kutamka. Karibu. Shem, mambo vipi? Niko poa sana shemeji, sina neno, sijui kule utokako. Au kuna kukwema vipi, mpuzi mwenzio yuko hapo? Mwambie hayuko. Mwambie hayuko. Amesema hayuko. Labda uje wakati mwingine. Wakati mwingine? Naam. Okay, sawa. Ameenda. Ya, nilimwambia hayuko. Amefunga mlango. Ya, umefunga. Wajua yule mwanaume mbea. Mbea vipi na ni rafiki yako? Yule mwanaume ni mbea. Kijiji kizima wanamtambua kwamba ni mbea mkubwa. Ni mbea mkubwa. Kijiji kizima wanatambua hivyo. Na kila mara unashinda umekaa na yeye. Yule anasema akiwa amesimama, ameketi na hata akiwa amelala. Bibi yake nakwambia yule mwanamume mke wangu ni mbea. Anasema akiwa amesimama, amelala, na pia hata akiwa ameketi. Anaropokwa tu. Na si ni mwanamume mwenzako, umejua je ni mbea na kushinda naye? Niulize mimi ndo natembea naye. Yule hata ile mwanaheri bibi yake. Wasema nini? Kama mwamini kuna siku utajua. Acha tu niendelee kupika bibi yangu tukule sisi. Na bibi yake ulijuaje ni mbea? Mke wangu, tusipigane vita. Acha tu nipike tukule, utajua tu by the time goes. Mpishi huyo. Yaani mwanaume mzima unaacha pita amekaa na angalia TikTok na pika. Lakini ukija bibi yako sio mbaya. Pika hata mimi nikule papa sio? Acha kutoroka, unaenda wapi? Pikeni tule, hata mimi nakaa hapa. Shemeji. Sio aibu kuja ukae hapa tuzungumze bwana. Unaje tutotoa kupatia tenda za kupika kwenye maharusi. Kaka. Sasa mimi napishi ni wapi na wapi? Mwanaume bwege. Si nimekuona ukipika hapo bibi yako akiwa TikTok hapo. Bibi yangu ndo ananipikia. Na kama mtu kupika. Sasa mbona umekimbia huko? Kabeba si mwanaume. Sawa. Sijali, si unajua mambo ya utani. Unaelewa tena. Si ni watani wa jadi, si ndio? Sijali, sio wanaume tuliomboa nini? Kaba. Si ndio hivyo. Wewe usijali. Nakuaminia mwanangu. Mambo ya utani au sio? Pika nile basi, mimi niko njaa. Shemeji yako ama mimi nipike tena? Yaani ni mwanamume kwamba tunachoka kukula tu peke yake. Yaani hata kukula ndio hivi zinakuja zinatilaza tu hapa hata jana. Tena zinaorota tu. We Makanga. Makanga. Makanga.
Mimi wewe mwanamke suti. Jamani, yaani mpaka t-shirt umelivaa hili. Tena umelala na t-shirt. Kumaanisha hata kuna kitu inaendelea leo. Kitu gani kwa nataka kiendelee jamani? Nimechoka. Umechoka na kufanya nini? Mchana tunashinda vizuri, lakini usiku, yani Minara hakuna network. Safaricom inapoteza network kabisa. Wewe ni mwanaume wa aina gani? Kazi yako hapa ni kungorota tu, hakuna kitu kingine unawezana. Najua mke wangu hii kazi za mjengo hizi huwa zinatumia nguvu nyingi sana. So najua kazi nguvu nyingi zikitumika unakuja ukiwapo ukiwa mnyonge, una nguvu. Sasa najua hiyo kazi lazima ukuwe na nguvu. Sasa kwa kuwa umechoka, pia nayo Minara inachoka. Basi nitume kwa mtu mwingine akanitimizia mahitaji yangu. Wewe unajua wewe ni tabibu wa hisia zangu. Kio najua mke wangu kwa muelewa. Naelewa nini? Kawaida ya network huwa inapotea na kurudi. Mchana tuko sawa. Usiku ukifika hakuna tendo. Wewe unafikiria ndoa inasimamishwa na nini? Na tendo unaninyima, nitafanyaje? Najua mke wangu, kinachokufanya ni kwamba hutaki kuwa umeelewa. Kawaida network zikipotea tena baadaye hurudi. Zako zinapotea kila siku, unataka nikueleweje? Ama pia unanicheat na huko nje? Ndio maana tusifikie huko. Ndio maana ukikuja kwa nyumba hakuna kitu inafanyika. Tusifikie huko basi. Mimi sina shida kwa sababu nilipokuoa nilikuwa tu vizuri kabisa. Lakini kwa sababu ya majukumu yamenizidia, na yote ni kwa sababu nakutafutia wewe. Wewe unaona urembo wote, nisingekuwa ninafanya hiyo kazi ngumu na kupata pesa, ungekuwa uko nao. Sawa, urembo ninao, unanirembesha kabisa. Lakini ndoa inaendeleaje bila mapenzi? Bila kufanya mapenzi na mume wangu hakuna ndoa. Kuwa na subira mke wangu. Network ikirudi mambo yatakuwa sawa. Nimechoka na subira zako. Acha ujinga bwana, siku utagongea au utajibidisha. Ati kugongewa. Labda sio hapa kwangu. Sasa kama Minara isimami inapoteza network, sema tu hivyo na rafiki yako ashagonga mbele. Tunasemaje? Ni baba. Na kasirika nini? Aliwaka kiutani. Kila siku tukosana. Punguza zako tabia mbaya. Vipi ina maana mimi ndo naikosea? Ina maana nao yasema kila siku. Niambie. Wewe unakuaje? Shwari kabisa. Nasemaje? Jambo hata sijui wewe na shemegi tu. Mimi pia naendelea vizuri. Ndio vizuri. Nilikuwa na emergency, sasa nikafikiria uko na mbuzi wangu nilikupea. Kuna mbuzi wangu nilikupea. Vipi yuko? Lakini kaka, kabla hata tuangalie mambo ya mbuzi, at least tujuliane unaenda wapi. Unajua siku hizi nimekuwa mafomless. Hii ni asubuhi na kila mmoja anajua anaenda kwenye mihangaiko na mimi niko na emergency zangu. Mbuzi hasira. Mbuzi wangu yupo, hiyo ndo swali. Sasa ni hivi kakaangu, nilikuwa nataka nikuelezee. Acha nikuelezee wazi kwamba mbuzi wako sidhani kama yuko. Alienda wapi? Kuna wakati nilikuwa na shida. Kwa kijiji kulikuwa kuna mtoto anafaa kufanyiwa operation. Sasa unaelewa mambo ya kijiji lazima mkuwe na umoja. Na ikabidi niuze ule mbuzi ili peane kutoa contribution na wenzangu, at least nami nijulikane niko na umoja na wenzangu. Mbuzi wangu ndo namweka kwa umoja. Kwa nini hukupeana bibi yako? Sasa kaka, unaweza fananisha bibi na mbuzi kweli? Mbuzi ni wa nani? Ni wako ni wangu? Kati ya bibi na mbuzi wewe unaona kitu? Chako ni kipi? Leo nayaona kwa macho yangu, kila siku hadithi mwenzangu. Yani ushatoka na kaka yangu, ama ndo mna mila za kizungu. Leo nayafikiria nyuma, ni kama najutia, kuni moto umezima, sioni tena njia. Mangapi umefanya nikanyamazia, ama kisa umejua mimi sina kitu cha kuamua.